everything with Australia. Sina kwamba usimpigie simu. Nakwambia ngoja mume wangu anatoka sasa hivi alafu nitakupigia. Wewe mbona usikii? Go. Mimi niko tayari, kwa hiyo ushinde salama. Sawa. Bwana siku njema kaisha. Waele. Okay, baby. Yes. Ni wewe? Umerequest? Yeah. Okay. Okay. Yes. Leo ni fursa nzuri sana kwangu. Sana. Twende meno ya Shamu. Shamu? Yeah, meno ya Shamu. Okay. Meno ya Shamu. Mbona una furaha sana bwana? Natoka na mke wa mtu. Yaani huyo mama ananiachia hela yani. Yaani naishi vizuri sana mjini. Sana. Mke wa mtu. Ananiachia hela sana huyo. Lakini bro, ina maana huna kazi nyingine ni hiyo ya kutembea na huyo mke wa mtu ndo unapatia pesa? Wewe vipi wewe? Vijana wenye akili na handsome kama sisi, hatuhitaji nguvu kutafuta hela wewe. Hatuhitaji nguvu. Twende, hatuhitaji nguvu kutafuta hela wewe. Kile kitu tunajipangia sisi wenyewe bwana. Tunajipangia sisi wenyewe. Handsome wetu ndo tunautumia sisi. Twende. Sawa bwana. Usiwe na haraka sana. Kuna mtu lazima tumpick up. Lazima tumpick up. Kuna mtu ampick. Yeah, lazima tumpick up. Haya maisha bila kujipanga ndugu yangu. Wewe unafikiri tutaishije? Kijana handsome kama lakini mke wa mtu sumu bro. Ndio, nina mpango kamili. Nina mpango kamili sana. Hapa. Simama hapo, kuna mtu mchukua hapa. Ndio huyo, sio? Ndio. Huyu ndo mke wa mtu. Sasa tumchukue hapa. Dakika moja. Hey. Mambo. You good? I'm good. Uko tayari twende? Yeah. Are you okay? Yeah, I'm okay. Unanukia vizuri sana. Asante. Karibu Malkia. Hey, vipi baby? Unaje? Wasikiaje marashi yangu? Umeipenda? Yaani kata wanawake ambao wananukia vizuri. Yaani wani wewe yani. Kama line vile yani. Kweli? Vipi leo sasa? Nataka leo yani ukanikandamize. Yule mume wangu, unajua yule mume wangu ni mume tu jina. Hana analolifanya la maana. Sikia nikwambia. Nishajipanga hapa tayari mimi. Wanaume wengine ndio mabwegi vile ambao hawajielewi, sijui alikupataje mtoto mrembo kama wewe. Alinipata hivyo lakini sasa ndo kama hivyo hajielewi. Wapumbavu kabisa. Mimi nakuelewa mtoto kama mimi, ndo nimekuelewa vizuri sana. Unajua wewe ndio wao wanifikisha pale ninapotaka mimi. Ndio maana nakupenda. Lakini yule mume wangu wapi? Afanye lolote la maana. Tusimalize maneno. Wacha tufike. Najipanga vizuri sana mama leo. Kweli. Utafurahia mchezo. Sawa. Hapo tumefika hapo. Babe. Ndo hapo sasa. Okay. Sasa bro. Nimependa sana uendeshaji wako. Sana bro. Unajua wake watu hawatakani kwamba waonekane. So, niachie namba yako. Tukimaliza kupigia show, nitakupigia kaka. So, unaweza kuhifadhi siri wewe, si ndio? Sawa bro. Okay.
Sasa hivi si Bujra Mohamed, si ndio? Yeah. Okay. Sawa kaka. Wewe niachie muda kidogo. Nitakupigia tu sasa hivi yenyewe. Usichukue muda mrefu. Nini Mama Latifa? Nini? Huyo hapa ni mume wangu. Huyo hapa wallahi, huyo hapa ni mume wangu. 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 Latifa. Shetani samehe. Niache. Samehe. Niache. Niache Latifa. Acha Latifa. Sitakukuona. Toka. Sawa basi, fanya hivyo. Unijulishe mapema. Haya. Ni Moshi, Kilimanjaro, na hapa hivi. Mdeme, unavolia hivyo huoni kama unajichosha? Isitoshe wewe ni mwanaume na ni baba pia, unatakiwa upambane. Bila kujipambania wewe, ufikiri nani atakupambania wewe? Yaani kinachotakiwa sasa hivi ni kupambana na kusonga mbele, kuangalia namna gani utafanya, sio kujilizaliza hivyo Mdeme. Na kama issue ni mali, utapambana, utapata nyingine. Kwani hapo awali ulikuwa nazo? Pambana baba. Vina, wewe unasemaje wewe? Hivi unajua unachokiongea? Mimi naongea hapa, ujui jinsi gani ninavyojisikia Vina. Yaani ukiniacha mimi hapa nilivyo na hizi nguo ambazo nilizozibeba, sina chochote. Sio nyumba, sio vitu vya ndani. Yaani sina lolote. Yaani hata nikisema hapa naondoka, naenda wapi? Naenda wapi Vina? Afu unaongea tu eti unasema hivyo vitu vidogo. Vina, yaani usichokijua kinachoniumiza zaidi, mke wangu Vina. Mke wangu. Yaani hata sijui alipo. Sijui nampata wapi. Lakini Mdeme, kuna kitu ukifahamu kwa sisi wanawake. Unajua sisi tunapopata makasiriko kidogo, tunatafuta namna ya kujifariji. Hivi hata mkeo nahisi kabisa kuna sehemu amekaa ametulia. Anatuliza kwanza akili yake. Na kwa sababu swala ambalo limetokea hili, sio swala dogo Mdeme. Ni swala zito. Hivyo mpe muda tu, atakaa, atatuliza akili yake, atarudi. Wewe wala haina haja ya kujitesa kiasi hicho. Wewe umesahau kwamba mimi ni mume wake? Alafu kumbuka, mimi ndo zamana yake. Kuna ndugu zake. Sasa hivi kama wananiuliza mtoto wao yuko wapi, mimi nawajibu nini? Alafu unasema eti yupo tu sehemu amejificha. Iangalie kwanza maneno ambayo unataka kuyaongea Vina. Sawa, nimekuelewa Mdeme. Nimekuelewa vizuri tu. Lakini Irene ana marafiki wengi sana. Je, umejaribu kumtafuta huko? Na umepiga simu kwa ndugu zake? Vina, yaani mpaka mimi nimefika hapa, nishapita kila sehemu unayojua wewe, lakini sijafanikiwa kumuona. Sawa? Yaani nafika kwako hapa, hii ndio sehemu ya mwisho. Na hata ndugu ambao unawasema, nawapigia simu na wapokei. Wewe unafikiri mimi akili yangu itakaa sawa? Mimi nachanganyikiwa. Sasa mimi nakusaidiaje Mdeme? Yaani sielewi hata namna ya kukusaidia. Kiukweli kabisa. Vina, yaani hata wewe unaongea maneno haya. Kumbuka nimekwambia sina chochote hapa. Yaani hata kama nikisema naenda sehemu, sina hata hela mfukoni kwangu. Lakini hata wewe leo unashindwa kunisaidia. Tena umesema kabisa usiku huu. Nenda kakae na mume wako. Asante sana. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana
nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea. Maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yamenipiga, haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Na wapumbavu wa moo. Dunia anguko lako ni kicheko kwa wengine. Dunia wasindikizaji, wapambanaji wa moo. Hii ndo dunia bwana. Odi. Samahani dada, mimi nimepotelewa na mpenzi wangu tangia giza lilivyoingia mpaka sasa hivi. Nimejaribu kupiga simu haipatikani, na hapa unaponiangalia napita kila nyumba kwa nyumba naangalia ndani yupo. Sasa nimezunguka kote hapa, nikaona nije na hapa naangalia tu ndani, nikikuta hayupo haku naondoka naangalia sehemu zingine. Una akili sawa wewe? Au ni unawazimu? Toka umekaa hapa ushe kutuona sisi tumeingiza mwanaume yote hapa. Unatuona sisi ni malaya au? Dada, naomba tuheshimiane. Dada yangu, yani wanawake wa mjini hawaaminiki haki ya Mungu. Sasa mimi nilikuwa naomba niingize hata kichwa tu kidogo niangalie, nikikuta hayupo haku naondoka zangu. Kwa akili zako unafikiria mimi nitakuruhusu kuingia? Ingali mimi ndo nafika. Yaani hata begi sijashusha. Ndo nafika saizi hapa ndani. Unaniambia habari za mwanaume kivipi? Cha kukushauri, labda ukaangalie kwenye chumba cha Danguro hicho. Kweli? Sasa wewe umeongeaga chumbali yenye kandimu kwa mbali. Ngoja niangalie huko. Yani mule akili yangu haijawahi kukosea hata siku moja. Yani nilijua moya akili vyote vinanituma mumemfungia mpenzi wangu ndani. Sasa nasema hivi, nimekuja hapa nachotaka ni kumchomoa mpenzi wangu. Yani kabura vya ukoha vijapanda, nikavunja na huo mlango nikaingia nao ndani. Naomba mfungue huo mlango. Na hesabu mpaka 2. Msipofungua nazama na mlango. 1. Kwani wewe chogo chuma? Unataka nini saizi kwenye majumba ya watu? Nisikilize. Yaani sitaki kuongea wala cha nini. Ninachotaka niingie ndani nimchomoe mpenzi wangu furu stop. Kwa bwana gani uliye naye? Umesikia sisi tumekosa mabwana amana mpaka tuingize nuksi humu ndani? Wewe una ugonjwa kutetemeka nini? Kafia huko ulipokunywa sumu. Humu ndani uingii nakwambia. Usinichanganye. Mima! Nitakumoa nena wewe. Mima Kwa vipi? Wewe mtumwa vipi kakifaru? Kwa babako unataka kuingia ovyo? Wewe mshamba nini wewe? Sasa sikilizeni. Yaani nimegusa engo zote, lakini ukijichanganya kwenye engo ya mpenzi wangu, hapo sishikiki. Yaani nachotaka ni mpenzi wangu kabura sijaamusha ndindima yangu. Kumbe betri imeshachaji. Sasa we toka ulivyoanza kutujua, ulishai kuona wapi tunaingiza bwana mrefu mwenye kidevu kama Msomali? Lini?
We, kama umeishiwa mboga, sema tuje tukupe. Tuna mboga ko, tuna unga ko. Umesikia huko ugali unanukia mboga hana huyu. Sasa nisikilizeni nyewe warembo wa kuchovya chovya. Mimi sitaki mdomo na nyie. Ninachotaka ni mali yangu. Sasa mimi ninamuita mpenzi wangu, niangalie na yeye atanigomea kuitika. Halafu ili nijue naliamshaje. Gatunguru. Mbona haitiki, mumempa nini? Gatunguru. Vipi? Kuna nini? Limpenzi hilo. Sasa na wewe ulikuwa wapi? Sasa muna bahati. Yaani nilikuwa na wapiga ambakati za videvu na wavunja. Yaani kiasi kwamba mjumbe akija hapa anashindwa kuelewa. Nimewapiga au nimewakoroga kama uji. Wewe, kwa nguvu gani ulizonazo wewe? Labda utupige choni kwa ajili ya mikimba yako, lakini sio kwa nguvu. Yaani utuwezi hata kidogo. Kimba ka tofali, nachoka. Shule inayofunza mema na mabaya. Kibwengo kile. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko. Nyie mmepitia wapi? Afu kwa nini mnapenda kunipa pressure? Mna shida gani? Mmekuja saa ngapi hapa? Chukua hizi nguo kavae. Na tuondoke sasa hivi. Nimewachoka. Na nimechoka kupelekeshwa. Siendi popote. Hizi nguo sivai. Mpaka mtakaponiambia mmepitaje mkaingia humu ndani. Na mnachokitaka nini kwenye maisha yangu? Mnataka nini? Nimechoka. Sikia. Tusipotezeane muda na hatujaja kupoteza muda hapa. Hii ni amri na sio ombi. Kavae nguo tuondoke. We baba, nakwambia kula mara moja unabadilisha mboga jamani. Kila siku unakula tu maharage. Mimi sina roho mbaya mwenzi, we kula. Hivi zo mimi nachukuliaje? Na kuchukuliaje kivipi? Kukupa huyo kukwa? Zo tulia. Yaani usiongee chochote. Si unanielewa? Hivi kwa upole wangu mundani siongei, sikupigi. Unaniona mimi boya? Umundani hivi unadhani hamna zana yote mimi nikakupiga nikakuafu nikawazia? So kama nafanya hivi zo, ani mapenzi yangu kwako. Upendo mwingi sana na kuonyesha umundani. Ila we dharau, kiburi, unafanya lolote unaloamua mundani. Naletea mimi kuku. Najua kabisa hii kuku imetoka kwa mwanaume mwenzangu. Kwa sababu mimi mundani leo sijakuachia hela kuku. Unakaa unapendeza. Wanakupendezesha na wanaume wenzangu. Na baadhi yao nawajua. Unaenda mtaani. Unasambaza habari zangu kwa marafiki zako. Unanisema vibaya na mashoga zako. Na unajisifia kabisa. Mfano leo. Kila kitu ulichokuwa unaongea na shoga yako hapa. Mimi nimekisikia.
unadhalilisha utu wangu mbele ya marafiki zangu mimi. Unakitembeza bure huko mtaani. Na unajua fika kabisa wewe ni mke wa mtu. Lakini hayo yote mimi najua na ushahidi ninao. Lakini sikuwahi hata siku moja mimi kunyanyua mkono wangu na kukuadhibu. Hauna neno mimi fala sana Zo, mimi najua haunipendi. Lakini ungeonyesha heshima hata kidogo ya kuficha madhaifu yangu. Najua siwezi kukidhi mahitaji yako. Lakini ungethamini jasho ninalotoa kupambania riziki ya kila siku. Sawa? Siwezi kukufikisha vile unavyotaka. Mimi sio mwanaume wa ndoto yako. Lakini mimi huyo ndio niliamua kukubeba, kuishi na wewe hapa, kukupenda, kukujali vile nilivyobarikiwa kuliko hao unaona wewe unawapenda. Sasa kabla sijafanya maamuzi magumu yakakudhuru wewe au yakanizuru mimi, nahitaji unijibu kitu kimoja. Nikuandikie talaka yako sasa hivi na urudi kwenu? Jogo kawika mama subiri chumbani, mana leo lawama ni kwa majirani. Ulivyo mzuri mpaka naogopa shetani, na vile una nyama tusugesuge na viwimbo vilivyoko hot. Kama utavipenda nitavisetelo, usije ukaniremba na video za snap, watanionaje? Hivyo videko na maringo vinaniacha hoi, shusha pazama kivindankoi. Ukitaka tena usinione so nitakonaje? I go make you love, si unapenda story, hata nikilai utaenjoy. I go make you happy, si unapenda story. Wakina mama, washirika wenzangu, huyu ndio yule binti yetu. Cindy, salimia. Shikamoo. Nimetii.
Sweetheart, asante. Hivi unajua ni pazuri. Yaani usiniambie umefanya vitu mwenyewe. Na imekuwa lini bwana, nilikuwa sijui kitu. Yesu wangu. Wewe. You know what? Nilinuia sana hii siku ya leo kwa ajili yako mke wangu. Na nikasema lazima niifanye hiyo ya kitofauti. Kwa sababu kila siku tumekuwa tukiishi maisha yale yale. Kuna namna nikawa naona sikutendei haki. Kwa hiyo it's true. Preparation ilikuwa ni ya muda mrefu. Almost 2 weeks ago. Nilifanya booking na nika command like a boss. Kama bwana mimi nataka nifanye hii session humu ndani. Kwa hiyo sitaki mtu mwingine yote ashughulike na jambo lake. Ndio maana ukiangalia hapa tuko sisi wawili tu. Labda na hawa watu kwa ajili ya sound. Mimi nakupenda bwana. Asante. Umefanya kitu kikubwa sana babe. Unajua sijawahi kufikiria kwamba siku moja sijui utanileta hoteli kubwa kama hii, utaniendelea vitu vyote hivi. Hawa dada. Asante. For what? You deserve this, my love, by the way. Na expect hii siku ya leo itakuwa ni siku yetu ya kumbukumbu. Moja kati ya siku muhimu sana na bora ambazo hazitosahaulika kati yetu. Ndio maana nikaifanya kuwa ni siku special kwa mtu special. By the way, kuna zawadi hapa. It's been a long time. I know you like flowers, red and white. Your favorite smell? Yaani huwezi amini. Muda wote nilikuwa nataka uniruhusu tu nizishike hizi zawadi babe. Thank you. Okay, sorry. Asante sweetheart. I love you. Sasa hii hapo siishike hivyo. Itakuwa mzigo, itakuchanganya. Niweke hapa. Oh, niweke hapo. You just put it. This one. Shauti sasa la zawadi hii. Unataka kuifungulia hapa? Yes. Babes, twende nyumbani nikafungulia nyumbani. Kuna nini? Kila kitu ambacho tunakiandaa leo hapa ningependa pia kimalizike hapa hapa. Kwa hata hii zawadi ifungulie hapa hapa. Hii nyumbani ni masuala mengine tena. Okay. Akatana nini sweetheart? No. Mbona bashi imeandikwa taraka? Siku tuliofunga ndoa mimi na wewe,
tulikubaliana kuwa hii itakuwa ndoa ya watu wawili, lakini pia tulithibitisha hili mbele ya mashahidi wa kimungu na wa kilimwengu, kwa hatutoruhusu kitu kingine chochote kiingilie maungano yetu yanayotuunganisha kuwa mwili mmoja. Na tulifurahia sana kipindi tunafanya kiapo bila kujua sayari hii ya ndoa ina vitu gani ndani yake. Lakini sasa baada ya kuingia ndio kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza na kuvi-observe ambavyo sikuvijua kabisa kabla. Nimejifunza ndoa ina siri kubwa sana. Siri ambazo si kila anayeingia anaweza akakwambia. Na kila ndoa huwa ina siri zake. Na wahusika wenyewe ndio wanazijua. Wapo ambao wanavumilia na wapo ambao zinawashinda wanaamua kuziachia. Nimejifunza pia kuna vitu vingine ni vidogo sana ambavyo katika jicho la kawaida watu wanaweza wakavichukulia poa, lakini in reality vina athari kubwa sana. Mathalan, tendo mke wangu ni kitu ambacho kinakamilisha ndoa kwa 70%. Na tendo linaimarisha zaidi ndoa. Lakini tendo hilo ndio linaweza likaharibu kabisa ndoa kama wanandoa msipokuwa makini. Na ndio maana baadhi ya wanafalsafa ya masuala ya kiroho wanaamini na kusema kwamba mtu anaposhiriki tendo la ndoa na mtu mwingine, kuna namna unaenda kuweka maungano mapya yanayoenda kuvunja lile agano lako na ungano lako hasili la mwanzo. Na hii inaenda kukufanya wewe usiwe peke yako tena. Usiwe mwanandoa halali. Usiwe na connection iliyokuwa real. Ni kwa sababu tayari umeshaenda kuruhusu malango mengine yaingie ndani yako. And I admit and surrender kwamba mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kukosea. Yes, nilitoka nje ya ndoa kutokana na changamoto zilizotokea. I don't want to talk about it. Lakini nilitegemea kwa hekima yako labda tunaweza tukasolve. Lakini njia ambayo ulitumia kusolve ikaongeza tatizo zaidi baada ya kutoka pia nje ya ndoa. Kwa hiyo definitely sisi wenyewe tumeamua kuiharibu ndoa yetu. Na kuna namna tunaweza tukalazimisha kusema labda tuendelee kuishi, kwamba tufumbe macho na tuzibe masikio kiasi ambacho tusahau yaliyotokea hayo kutokana na ujinga wetu. Na sio kama sikupendi Violet. I love you. I do love you. Lakini kiuhalisia wanawake nyinyi huwa ni wepesi sana wa kusamehe, lakini huwa msahau. Na sisi wanaume huwa ni wepesi sana wa kusahau, lakini huwa tusamehe. Never. Kuna namna ambayo najitahidi kujisahaulisha kuhusiana na aliyotokea, lakini kiukweli moyoni mwangu bado sijakusamehe kwa ulichonifanyia. Ili kuyaepusha haya yote, naona ni bora tu tukaachana, ili kila mtu sasa awe huru na maisha yake, kwa sababu tayari tumeshaharibu na sio rahisi kuunganisha tena hili jambo. Kuna namna Violet mimi na ukosa wanaume wangu ndani yangu kuhusiana na ili sakata. I don't feel proud as a man. I don't feel proud to having a wife ambaye tayari watu wengine pia wanamjua. Labda pengine huu ni udhaifu wangu mimi, lakini I truly done for this. Kwa hiyo
kuhusu swala la mali, ambazo pia ilikuwa ni moja kati ya vitu vikubwa vilivyoleta crushes. Sitochukua mali yoyote mama kutoka kwako. Mali zote mimi nitakuachia wewe, kuanzia nyumba, mashamba na kila kitu ambacho tuliandikishiana, zote zitabaki kwa kwako. Mimi nitaanza upya kabisa. Kwa sababu mgogoro wa mali ndio pengine ulikuwa unafanya ndoa siwezi kuachika hii. Lakini to be honest, mimi sikuwa nataka mali, mimi nilikuwa nataka zaidi amani. Lakini kadri ninavyozidi kwenda naona naikosa amani. Kwa nimechagua kukuachia mali ili niendelee kubaki na amani yangu. So, nisamehe kwa kila ambacho nimekosea. Na ndio maana nikasema leo hii ni siku yetu maalum sana, hususan kwako. Na moja kati ya zawadi ambayo ilikuwa ni maalum sana ndio hii hapa ambayo nimekupa, ambayo pia ulikuwa unaidai kwa muda mrefu. Kwa hiyo naomba unisamehe sana kwamba nimeyakosea. Lakini pia nakushukuru sana kwa ulionitendea. And happy birthday, Violet.